Na sehemu ya pili. Sauti ile ilinizidishia mapigo ya moyo. Janeth, nimekuwa nikikusubiri. Uko tayari kufuata masharti yangu? Nilibaki kimya kwa sekunde kadhaa. Mikono yangu ilianza kutetemeka. Nikaitazama simu kana kwamba nilikuwa naota. Wewe ni nani? Niliuliza kwa sauti ya chini. Mwanaume yule alicheka kicheko kifupi kilichonifanya nisimame kitandani. Mimi ndiye unayemtafuta. Nimepataje namba yako? Hilo si swali la muhimu. Swali muhimu ni hili. Unataka kubadilisha maisha yako au la? Nilimeza mate. Nataka. Lakini wewe umenijuaje? Kila mtu anayefika mwisho wa matumaini yake hufika kwangu. Maneno hayo yalinifanya nitazame ile karatasi alionipa Rehema. Ilikuwa ni namba ile ile. Kesho saa 4 asubuhi, fika Mbezi Mwisho. Ukifika utanikuta. Kivipi? Usijali, nitakuwa nakusubiri. Simu ilikatika. Nilijaribu kumpigia tena, lakini ilisema namba haipatikani. Usiku ule sikulala hata dakika moja. Asubuhi yake nilimpigia Rehema. Rehema, yule mtu amenipigia kabla hata sijampigia. Rehema hakushangaa. Nilikwambia si mtu wa kawaida. Hii inanitia hofu. Hofu ndiyo inayokuzuia kufanikiwa. Maneno yake yalinifanya ninyamaze. Saa 4 kasoro nilipanda daladala kuelekea Mbezi Mwisho. Safari nzima moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Niliposhuka nilitazama huku na huku. Sikumwona mtu yoyote aliyekuwa tofauti. Ghafla nilisikia sauti nyuma yangu. Janeth. Niligeuka kwa haraka. Mbele yangu alisimama mzee mmoja mwenye umri wa zaidi ya miaka 60. Alivaa kanzu nyeupe iliyofunikwa na koti jeusi, mkononi akiwa na fimbo ya mti. Macho yake yalinitazama moja kwa moja, kana kwamba alijua kila kitu kuhusu maisha yangu. Wewe ndiye? Niliuliza. Ndiyo. Watu wengi huniita Mzee Mnyange. Umenijuaje? Alitabasamu. Kabla hujauliza swali hilo, tayari nilikuwa najua utaliuliza. Mwili wangu ulisisimka. Basi twende. Alianza kutembea kuelekea kwenye njia nyembamba iliyoingia ndani ya eneo lenye miti mingi. Nilisita. Hapa ndipo tunapoenda? Bado unaogopa? Ndiyo. Ukirudi sasa, maisha yako yataendelea kuwa yale yale. Nilifumba macho kwa sekunde chache. Nikaanza kumfuata. Baada ya dakika kadhaa, tulifika kwenye nyumba ya zamani iliyokuwa imezungukwa na ukuta mrefu. Alifungua mlango taratibu. Ndani kulikuwa kimya sana. Hakukuwa na watu. Hakukuwa na kelele. Kulikuwa na meza moja ya mbao na viti viwili. Na kutaka ukae. Nilikaa huku nikihisi wasiwasi. Mzee Mnyange alinikazia macho. Janeth, unataka kazi, unataka fedha, unataka kurudisha mchumba wako, sivyo? Nilishtuka. Sijamwambia mtu hayo. Huhitaji kuniambia. Alinyanyuka taratibu, akafungua drawer ndogo na kutoa bahasha ya kahawia. Akaisogeza mbele yangu. Ndani ya bahasha hii kuna mwanzo wa maisha mapya. Nilitaka kuifungua, lakini alinizuia. Usifungue bado. Kwa nini? Kwa mara ya kwanza, uso wake uligeuka kuwa mkali. Kabla hujaichukua, kuna sharti moja ambalo hutakiwi kulivunja. Moyo wangu ulianza kwenda mbio. Nini hicho? Mzee Mnyange alinisogelea taratibu, kisha akasema kwa sauti ya chini. Ukikubali bahasha hii, hutaruhusiwa kumweleza mtu yeyote kwamba umewahi kukutana nami. Nilimtazama bila kupepesa macho. Nilihisi kama maisha yangu yalikuwa yamesimama. Je, nikubali au nikatae? Itaendelea.